Subscribe kwenye channel yetu na usisahau kuturn on notifications kwa ajili ya kupata updates mbalimbali. Karibu kwenye sehemu ya 3 ya mikono ya giza. Sehemu ya 3, mstari wa Malkia wa Giza na vita ya urithi. Lemba alipomtazama mwanamke huyo mwenye nywele zenye kuwaka kama moto wa kuzimu, macho mekundu yenye huzuni ya karne nyingi, na ngozi iliyong'aa kama giza la usiku wenye dhoruba, alihisi kitu ndani ya nafsi yake kikivunjika. Ilikuwa kama moyo wake ulikuwa ukijaribu kumkumbuka mtu huyo. Mama. Sauti yake ilitoka taratibu, isiyo ya kawaida. Ndiyo mtoto wangu, alisema kwa sauti ya utulivu wenye sumu. Ulinyang'anywa mimi, wakamfunga baba yako katika kifungo cha milele, na wakaigeuza damu yako kuwa silaha dhidi ya ukoo wetu. Ghafla, ukumbi mzima ukatetemeka. Nguzo za mawe zikaanza kupasuka, na kivuli kikubwa kilifunika pango lote. Lemba alisikia sauti nyingine ndani ya kichwa chake, sauti ya mzee Chibwene. Usimsikilize. Ana nguvu za kukupa ndoto, lakini ukweli haupendi mwanga. Pigana, Lemba. Pigana. Lakini Lemba hakuwa na muda wa kuchagua. Ghafla, kutoka kwenye giza, majeshi ya Malkia wa Giza, viumbe waliovaa mavazi ya kivuli, wenye miguu ya simba na mikono ya binadamu, walitokea kwa kasi, wakianza kumzunguka. Leo, vita ya ukoo inaanza. Ama utanikubali kama mama yako, au nitakufanya kivuli cha maumivu yangu, Malkia alipaza sauti, na mkono wake wa kushoto ukaachilia mshale wa mwanga mweusi ulioelekezwa kwa Lemba. Lemba alijaribu kukwepa, lakini mshale ukampiga kifuani, si kwa kumjeruhi, bali kwa kumfungua. Ndani ya kifua chake kulikuwa na alama ya kale ya walinga, koo la wachawi waliolaaniwa, wenye nguvu zisizopimika. Aliposimama tena, macho yake yakiwa yamegeuka kuwa meusi na ya kijani, aliinua mikono yake na moto mkali ulianza kutoka kwenye viganja vyake. Moto wa samawati na mweusi kwa pamoja. Sitakuwa kivuli cha giza lako, alisema kwa hasira. Nitakuwa mwisho wa utawala wako wa hofu. Na hapo, vita ikaanza. Ukuta mmoja wa pango ulilipuka. Wazee wa kale walituma mianga ya dhahabu kutoka kwenye vinywa vyao, na Malkia akajibu kwa kutuma mawimbi ya giza yenye nguvu ya kulipua milima. Lemba aliruka juu kwa kasi kama ya simba aliye na mabawa. Alishika moja ya mikuki ya kale na akaitumia kugeuza nguvu ya mshale wa giza, kuielekeza kwa moja ya majeshi ya Malkia. Viumbe walipiga mayowe ya ajabu, wakiyeyuka kuwa moshi, lakini Malkia hakuwa rahisi. Alimuita mlinzi wa giza, joka lenye vichwa vitatu, kila kichwa kikiwa na lugha ya uchawi tofauti, la kupofusha, la kuchoma roho na la kugandisha damu. Joka lilivuma kwa nguvu, na paa la pango likapasuka. Anga lote likagubikwa na wingu la mauti. Lemba alipumua kwa nguvu, alifunga macho yake, na akazungumza kwa lugha ya kale aliyowahi kuisikia tu ndotoni. Izakumara, Winagalu, Zinalam. Mara moja, ardhi ikapasuka katikati ya pango. Nuru kubwa ilitoka chini, na kutoka humo, simba mkubwa wa moto, mwokozi wa walinga, alitokea, akamchukua Lemba juu mgongoni. Vita sasa ilikuwa ya anga, moto dhidi ya giza, nuru dhidi ya kivuli, mwanaye dhidi ya mama yake. Malkia alilia kwa sauti ya kisirani, umenisaliti, umenichagua kama adui wako. Lemba akiwa juu ya simba wa moto, akasema kwa sauti yenye mwangwi, sikutafuta huu urithi, lakini sasa naukumbatia, na nitaupigania hadi mwisho. Je, nani atashinda? Je, Lemba ataweza kuivunja laana ya damu yake? Na nini hatma ya kijiji cha Itumbili iwapo giza litashinda? Sehemu ya 4 inakuja hivi karibuni, hivyo endelea kuwa nasi. Subscribe kwenye channel yetu na usisahau kuturn on notifications kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.